Vifaru vya Ujerumani vilikuwa maili 15 tu kufika Moscow. Maili 15 man. Hiyo ni kama utoke Posta hadi Mbezi Mwisho. Karibu mno. Kama vile vifaru vingezidi kusonga mbele, dunia unayoiona sasa hivi isinge exist. Sio nchi yako, sio lugha yako, wala uhuru wako. Hii sio stori ya Ulaya, hii ni stori kuhusu nini kingetokea kwako wewe. Kwa sababu Ujerumani hawakuwa wanacheza, walikuwa na mpango uliandikwa, ukaidhinishwa kwa ajili ya kila binadamu kwenye hii sayari. Na kama wewe ni Mwafrika, nafasi yako kwenye hiyo ramani ilikuwa tayari imeshaamuliwa. Watu wengi wanadhani wanajua histori, lakini wapi? Wengi wanakariri tu. Wanajua kuhusu vita, wanajua Holocaust, lakini wachache sana wamesoma kile Hitler alipanga kufanya na hii dunia baada ya ushindi. Jina lake Neue Ordnung, the New Order. Ngoja nikuoneshe hiyo New Order ilivyoandikwa kwenye makaratasi. Lebensraum, maana yake wanahitaji space. Ujerumani iliamini watu wake wanahitaji ardhi zaidi ya kutosha, na dhana nzima ilijengwa kwenye wazo moja, kwamba kuna watu fulani wana haki ya kumiliki ardhi na kuna watu wengine hawana hiyo haki kabisa. Kama wewe sio wa Master Race, huna chako. Kuna document inaitwa General Plan Ost, iliandikwa 1941. Huko Ulaya Mashariki, mpango ulikuwa ni kufuta watu 80% ya watu wa Poland, 85% ya watu wa Ukraine, 50% ya Czechs. Sio kuwahamisha man, ni kuwafuta kabisa. Watu watakaobaki wangekuwa daraja la kudumu la wafanyakazi wa sulubu wakilima ardhi kwa ajili ya mabwana wao wa Kijerumani. Wamevuliwa lugha, utamaduni, historia hadi majina. Na hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya Ulaya tu. Afrika ilikuwa na document yake tofauti kabisa. Ujerumani walikuwa tayari wameshatutawala hapa Tanganyika, Namibia na Rwanda kuanzia 1885 mpaka 1919. Walipoteza koloni baada ya vita kuu ya kwanza. Lakini mwaka 1940, serikali ya Hitler ilianza mpango wa kuzichukua zote kwa mpigo. Waliuita Mittel Africa, dola la Kijerumani kuanzia Atlantic hadi Indian Ocean. Ramani ya Afrika inakatwa katikati. Na sisi tulikuwa nani kwenye huu mpango? Hatukutajwa kama binadamu wenye haki. Tulitajwa kama Arbeitskraft, labor units. Yaani wewe ni kama spana au nyundu tu kwenye faili lao. Mwaka 1940, hiyo ndiyo hatima yako. Sasa imagine Moscow inaanguka, Disemba 1941. Hitler anashinda, Uingereza wanaomba amani, Marekani wanajifungia kwao. Dunia inagawanywa mara tatu: Ujerumani, Japani na Italy. Hakuna Umoja wa Mataifa, hakuna sheria za kimataifa, hakuna wa kumpigia simu mambo yakienda kombo. Afrika 1950 kwenye hii dunia nyingine, hakuna harakati za uhuru. Hakuna 1961, hakuna Mwalimu Nyerere. Tanganyika bado ni German East Africa. Lugha yako inaitwa Kishenzi, Kiswahili, Kisukuma, Kichakaga. Zinaruhusiwa tu faragha ukiwa peke yako nyumbani. Ukionekana unaongea hadharani ni kosa la jinai. Shuleni unafundishwa historia ya Ujerumani pekee, na unafundishwa kuwa wewe ulizaliwa kwa ajili ya kutumika. Huko South Africa, apartheid haiishi mwaka 1994. Inapanua na kuwa model ya bara lazima. Wasayansi wa Kijerumani waliokuwa wanapima mafuvu ya watu Namibia, sasa ndio wanaendesha mfumo wa elimu wa Afrika nzima. Scientific racism sio nadharia ya pembeni, ni sera ya serikali. Inafundishwa kila shule, inasimamiwa na kila taasisi. Wanahistoria waliosoma hizi documents wanakadiria kitu cha kutisha. Kama Ujerumani ingeshinda, idadi ya watu Afrika mwaka 1970 ingekuwa nusu ya vile ilivyokuwa kiuhalisia. Nusu bro. Na hiyo sio vita vya watu, ni mpango mtakati wa kupunguza watu wasiohitajika. Hapa ndipo inapouma zaidi. Huu ushindi haukuzuiwa na jeshi kubwa pekee. Ulizuiwa na vitu viwili tu: baridi kali ya Urusi na wiki 6. Juni 22, 1941, Ujerumani inazindua uvamizi mkubwa zaidi katika historia. Wanajeshi milioni 3, vifaru 3500. Ndani ya miezi 6 wanasonga mbele maili 1000. Wanajeshi wa Jerumani walikuwa wanaona Moscow kwa darubini zao. Nini kiliwazuia? Baridi kali ya nyuzi joto hasi 40. Wanajeshi waliganda na kufa kwenye nafasi zao. Lakini swali ni, kwa nini walikumbwa na baridi? Kwa sababu walichelewa kuanza uvamizi kwa wiki 6.
Kama wangeanza wiki 6 mapema, Moscow ingeanguka kabla theluthi kuanza. Simple math. Maisha yako yote, uhuru wako wote, unategemea ajali ya hali ya hewa ya wiki 6. Wiki 6 tu bro. Twende ndani zaidi. 1970 kwenye hii dunia nyingine, Ujerumani ina moon base. Sayansi imepaa mno. Kumbuka, Wernher von Braun, yule jamaa aliyepeleka Marekani mwezini, alikuwa Nazi. Kwenye dunia hii, von Braun haendi NASA, anabaki Berlin. Kufikia 1980, safari za Mars zinawezekana. Teknolojia ni ya ajabu. Lakini hiyo tech ni ya nani? Sio yako. Wewe ungekuwa unapiga deki sakafu zao kwenye miji ya kisasa. Hata tiba za Ujerumani zingekuwa level nyingine. Lakini data za kihistoria zinaonyesha life expectancy ya Mwafrika chini ya Ujerumani ilikuwa ndogo kuliko hata chini ya Waingereza. Ungewahi kufa kwa kazi ngumu, huku wao wakiishi miaka 100. Vipi kuhusu utamaduni? Jazz, rock, pop, hip hop, yote yaliyozaliwa na watu weusi yangekuwa illegal. Hitler aliuita mziki wa watu weusi kuwa ni degenerate. Dunia ingekuwa na soundtrack moja tu, opera za Ujerumani. Boring, right? Lakini ndio ingekuwa reality yako. Na jina lako linge exist. Kwenye koloni za Ujerumani, Waafrika walitakiwa kuchukua majina ya Ujerumani. Jina la ukoo lako, jina la kabila lako lingefutwa. Ungeitwa Hans au ungepewa namba tu. Kufikia 1970, jina la babu yako lingekuwa limeshapotea kabisa. Sasa hapa ndipo video hii inakuwa kitu tofauti. Kwa sababu naweza kuishia hapa kwa kutoa matumaini. Naweza kusema, lakini upinzani ungetokea, Waafrika wangepigana, na hiyo ingekufanya ujisikie vizuri. Lakini nitakuwa nakudanganya. Kila harakati za ukombozi zilizopinga ukoloni zilifanya hivyo kwa kutumia vifaa vilivyo ukoloni wenyewe waliwapa kwa bahati mbaya. Elimu ya nje, mawasiliano, sheria za kimataifa, lugha ya haki za binadamu. Kwenye dunia ya Nazi hakuna chombo hata kimoja katika hivyo. Hakuna Marcus Garvey, hakuna Nkrumah, hakuna Nyerere, kwa sababu hiyo elimu inayokufanya uhoji mamlaka haipo. Swali na kuachia nalo leo. Uhuru wako ulionao sasa hivi, uwezo wa kutazama video hii, kuongea lugha yako, kubeba jina lako, ni kiasi gani ulipambaniwa na kiasi gani ulitokea tu kwa bahati mbaya ya baridi ya Urusi? Tusingekuwa na haya mazungumzo kama kile kipimo cha baridi kingekuwa tofauti. Hakuna akili visuals, hakuna wewe. Vita iliisha 1945, lakini usidanganywe, zile idea hazikukufa zote. Wataalamu wa mambo ya rangi waliowaita Waafrika vifaa vya kazi, baadhi yao walibaki kuwa madaktari na profesa baada ya vita. Mfumo uliotakiwa kuitawala dunia, vipande vyake viliendelea kuishi. Vingine viko hapa Afrika, vimejificha kwenye mifumo yetu ya sasa.